wewe kabisa naye kudai hela yangu. Alafu sasa hivi mmekuwa hawa wawili, nimewaona kabisa kule kichakani, mmefyaka tu. Sasa nitakuja huko makaburini kwenu, nitawashtakia mama zenu kwamba tutoto tujini tumetoroka huko makaburini, tunakuja duniani, tunakopa hela, alafu haturudishi. Tunatunyanyasa sana sisi wazee huku mtaani. Tuachane na hayo. Naomba hela yangu. Wewe unataka hela yako? Ulinipatia hiyo hela? Jamani, wewe si ndio ulinipa ile hela nikaiweka mfukoni? Naenda kula kwa mantilie, nitoe hela hivi, hela haipo. Na wewe ukanitokea pale. Nakwambia nipe hela, ukaondoka. Ile hela ni ya kwangu bwana, naomba hela yangu. Kwa nataka hela. Tena nikakuonesha inapopatikana hizo hela. Sehemu gani hiyo? Twende ukachukue hiyo hela yako. Zinapatikana nyingi. Sasa sikia. Hiyo 10,000 yangu naitaka, na huko unako nipeleka kwenye hela nyingi hizo nazitaka. Nataka nimalizie nyumba yangu kujenga huko. Njoo chukua hela yako. Twende. Twende. Unapoona hapa? Unaona wenzako wanapofanya kazi? Hebu angalia vizuri. Hapa wenzao ndo wanapopata hela. Sio wewe unataka hela bila kufanya kazi. Sasa huo ni uonevu kabisa huo. Mtu kama mimi, mtu mzima, nikafanye kazi kama zile, si nitakufa? Alafu usichokijua, kijijini huku nimetia mimba kijiji kizima na mitoto hivi. Nikibeba hapo zege, nikibeba nondo hapo, nitakufa. Nikifa hiyo mitoto kijijini, nani analea? Mimi na news. Ukitaka wewe rafiki yangu, unabidi ufanye kazi. Usipokuwa makini, utaitwa Mungu. Yaani haka katoto bora kangenipeleka kwenye kazi hata ya kukuna nani. Nilikuna nazi, ule mlio ule mimi napata hela. Hizi kazi za vijana ambao wametoroka nyumbani hawajaaga. Sisi wengine tumeaga. Kitu. We familia yangu naitafuta nini? Anyway, tuachane nao yote ya familia yangu. Unaweza ukaniambia dadangu ulimuita hapa nyumbani kwako kuja kumfanya nini? Au ulimuita dadangu kuja kumwambia nini? Chukulia baridi, si ndio? Heshima nilokupatia unaamua kuichukua kwa nguvu, si ndio? Nisikilize mzee. Mimi nakuheshimu sana. Nilitamani tuendelee kuishi kwa kuheshimiana, ila kwa tu ulioifikia umeamua kutia mguu tena nyumbani kwetu. Inamaanisha una ni mudo kwa lolote lile. Unaweza ukanya maskani ya msela, unaweza ukanya kwenye familia yoyote unaoitawala kwenye kijiji na familia ikakuchukulia shipapi. Nisikilize mzee, mimi leo hapa nimekuja mwenyewe. Nataka tuongee kibichi boy. Nataka tumalizane mimi na wewe. Nataka uachane na familia yangu kabisa. Sitaki utilie mguu tena siku nyingine familia yangu. Nimekuja hapa leo nataka kitu kimoja tu. Umalizane na mimi kwanza ndio isogelee familia yangu. Shangingi mweupe na vakanzu nyeusi mchana. Naona umekuja nyumbani unaanza kuchamba umbea. Unachamba umbea, si ndio?
Wewe kwangu mimi ni kama kikaragosi cha kilikuu kidogo. Sio kama unanielewa. Kwangu Fuidafu bado ni mtoto mdogo. Yaani ni sawasawa na wale ambao wanadambulira maziwa kwa mama zao. Wewe sitaki unizoee. Wewe uniwezi kwa lolote. Unajifanya unakula skanka. Sasa mimi ndo bongo shit. Kikaragosi we. Mzee Nguvu? Kwa nini anamtaja Mzee Nguvu? Mzee atakuwa kuna kitu anachezea. Mke wangu. Sasa subiri nimfuate huko. Kaka! 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 Wewe ndo umeyasababisha yote haya. Kujifanya una maneno mengi, unapenda kudambulira. Umemwambia kaka yako. Kaka yako amechukua usubutu wa kuja kunivaa mimi. Ajui kwamba mimi ni mtu hatari. Sasa hapo alipo hawezi kuamka na hawezi kunyanyuka bila wewe kuyafanya haya. Alijifanya yeye ni skanka wakati mimi ni bongo shit. Sasa unatakiwa wewe na mimi tuongozane twende nyumbani kwangu. La sivyo mama yako na huyu kaka yako watakwenda skundu juu. Unanielewa? Bila hivyo watakwenda skundu juu. Twende magetoni. Twende pale. Wewe tena nyumbani kwangu. Aya, niambie umefuata nini? Naomba utoke sasa hivi. Kuanzia leo mimi na wewe habari za kutumikishana kwenye kazi zako hakuna. Sitaki tena. Naomba toka nyumbani kwangu. Toka! Chuchu, tulia. Najua kilichotokea na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kukupa maelekezo. Unataka kunipima imani yangu eh? Sasa nisikilize. Mimi Mzee Nguvu namuona kama mamba. Sasa wewe unataka nilalue eh? Unataka nitafune mimi? Alafu kingine, Mzee Nguvu kashatangaza vita na mimi. Kaniambia popote atakaponiona, popote nitapoingia na yeye yupo. Yaani kamaanisha kama mimi moto, yeye kiberiti. Chuchu, acha hasira. Nilikuwa na uwezo wa kuja kuchukua ile pete na Mzee Nguvu asingenifanya kitu chochote. Nilikuwa na kupima imani. Hivyo ni vitisho tu vya Mzee Nguvu. Kuna njia nyingi za kufanya kuipata ile pete. Sitaki tena. Sitaki. Ziwe njia, ziwe barabara. Sitaki tena kufanya kazi na nyie. Na kama unataka kutimiza ahadi zako, basi nitimizie leo. Chuchu, nitakurudia. Hizo ni hasira tu. Yaani hata kama wewe urudi tena, mimi kuanzia leo sitaki tena kazi na nyie.
Mke wangu. We kijana, pisha mbele. Mke wangu, umefikaje huku? Nasema pisha mbele. Mzee, nimekukosea nini lakini? Nini chokikosa kwako? Mbona unanifanyia haya yote? Wewe, mimi napendaga kuongea kauli moja. Pisha mbele, tupite. Mimi siwezi kuwapisha hapa. Mimi namtaka mke wangu. Wewe, maswala kukaa njiani kutuzuia njia marufuku. Siku nyingine usirudie, utakuja kupotea. Alafu hii kusema mke wangu, umeshachelewa. Umechelewa. Huyo mkeo hawezi kurudi tena. Kosa ulifanya mwenyewe, hawezi kurudi. Nakusisitizia, ukiniona mtoto wa mbonde napita, usikae mbele. Utakwenda siku juu, utakufa kabisa. Huyu ndo mke wangu sasa. Yale niloyaona kule ni mashusho mwanga tu. Ananiletea mimi michezo ya kiini macho. Sasa mimi simpeleki mke wangu. Hapa bora nimbebe na muingize ndani. Kakutwa na nini tena? Na Kiberiti atakuwa yuko wapi? Huyu itakuwa kanywa mipombe, kazidiwa, na ndio maana limezima. Ngoja nimuamshe. Chuchu, usimuamshe. Huyu hapo unavyomuona Karogwe hawezi kuamka mwenyewe. Kwa sasa hivi Mzee Nguvu yuko njiani na mabinti wawili, anaenda nao nyumbani kwake. Inatakiwa tumsaidie huyu kijana ili aweze kuamka. Nenda kamgusa kwenye paji la uso. Pete pete dicho kilicho waleta irudishwe ujinini. Toto jini na pete duniani kafata pete ya ujinini pete. Uyo usipomsikia ukajifanya je ulipo yupo. Mtoto jini. Kijana, nisikilize. Usiingie ndani wala usitoke hapo ulipo. Tunarudi. Tukukuta hapa. Chuchu, tondoke. Uyo mtoto jini. Mzee Nguvu, pete inawindwa na wenyewe.
ningekuwa kwetu jamani, ningemlilia mama ni bebe, ningemlilia mama ni bebe. Maisha jamani haya. Afu nimekumbuka hivi kale katoto kamenichukuliaje mimi na utu uzima huu, kananipeleka mimi kwenye site nikafanya kazi za ujenzi, halafu kamenitoroka. Siku nitafunga safari mpaka kwenye makaburi ya mama zao nikashtaki haka katoto na kadai hela kananizungusha. Ni kweli bora hata ningekuwa kwetu ningemlilia mama akanibeba akanibembeleza maisha yakawa mazuri, lakini sasa hivi sielewi kabisa. Na kuona umekaa umetulia. Huna hata shida. Yaani ushasahau kama unadaiwa. Nakumbuka vizuri kabisa kwamba unanidai. Sawa? Ila mimi kuna katoto kadogo wako kana nichanganya. Kamevaa sanda hivi. Kwani hujawahi kukaona mtani? Alafu mimi nishakukataza habari zako za kuniambia watoto. Mimi watoto wananihusu nini? Mimi ninapokudai swala la hela yangu na niingizia habari za watoto. Mimi watoto wananihusu nini mimi? Kwa ile siku ulivyonikimbia, ukajiona wewe mjanja sana, nikakwambia tangulia mguu wangu. Twende nyumbani kwako ukanipe hela yangu. Ukaniona mimi bwege, ukanikimbia, si ndio? Ile siku mama nilikuwa nafanya mazoezi ya kukimbia. Sasa katika kukimbia naangalia nyuma sijakuona, ndio ikawa pone yangu. Wewe bwana wewe. Usijifanye wewe mjanja sana unajua kuyapanga maneno. Wewe mimi sio kwamba ni mjanja. Sema ni kwamba sina hela na madili yangu nimekaa hapa na ategemea. Kwa hiyo siku 2-3 nitakupa hela yako kwa sababu natengeneza mbinu ya kukakamata kale katoto kalikovaa sanda mpaka kanipe hela yangu. Hapa nishatafiri na kufikiria niende kwenye makaburi kana kutokea nikashtaki kanipe hela yangu. Kwa hiyo siku 2-3 hela yako ninakupa. Tuachane nayo mambo, sawa? Hapo unavyoniona nimekaa siku nzima sijala, wadudu tumboni wananyevua, njaa inauma mama. Ninachokuomba twende kwenye banda lako pale ukanipe yale maharage na chapati 4 tu. Naomba mama. Una njaa? Twende nikakupatia. Umekubali? Kams. Njoo hapo karibu. Umeponaje wewe? Nakuuliza, umeponaje? Mimi mwenyewe sijui. Sasa sitaki mambo mengi. Tuondoke. Twende. Vita ya binadamu na majini. Mtoto jini huyo, hujui ni huyo mtoto jini. Mtani mbio, yani mbio. Unyo ukimwona jini usitangaze. Mzee Nguvu. Hebu toka nje kwanza. Njoo nje huku. Wewe, yaani umeona sehemu zote za kuzungumza hakuna paka kwenye uwanja wangu, si ndio? Hivi aliyekuruhusu wewe uje kwenye uwanja wangu na kuanza kutamba ni nani? Nilishakukanya kule, lakini bado unaendelea kunifuata. Sasa hizo hatua zako hizo nitakuhakikisha nazifunga kabisa. Mbwa we.
Toka. Nisikilize mzee. Mimi nimekuja hapa nataka nikuulize jambo moja tu. Naomba unijibu. Sio, umenielewa? Nataka uniambie. Yule alokopo nyumbani ni nani na huyu ni nani? Swali gani unaniuliza la kipumbavu hilo? Yule ni mke wangu na huyu ni mke wangu. Unasemaje? Nisikilize mzee. Tena naomba unisikilize kwa makini. Alafu iweke akilini ninachokwambia. Cha kwanza, waburuzi wao wapumbavu wenzako sio mimi. Nadhani unijui vizuri, yani unaniona tu. Nikwambie kitu kimoja na nikuahidi nikuthibitishie, sikuogopi, sikuhofii kwa kitu cha aina yoyote. Kwanza unapokuwa unapiga kelele mimi nakuona kama Hadija Kopa tu. Sio, unanielewa? Au masuala ya michambo kana na kenzio chambe. Mimi sikuhofii wewe mzee. Unaleta mimi baada ya vijola kisha unavaa vitambaa vyekundu ndo nikuogope. Wewe vipi wewe faza? Nimeshakuheshimu vya kutosha. Yaani sasa hivi na wai tushali unavyotaka nataka. Vitambaa vyekundu wewe mshabiki wa Simba tu mimi nikuhofie. Yaani huyu anakuja kwenye uwanja wangu unaanza kuongea. Jasiri ukautoa wapi huyu? Vita ya binadamu na majini. Mtoto jini huyo, wa ujinini huyo. Mtoto jini mtani mambio, yani mbio. Onyo ukimwona jini usitangaze, iwe siri yako. Tunaishi na ulipo hapo, kama upepo wanatokea. Pete dicho kilicho waleta irudishwe ujinini. Toto jini na pete, duniani kafata pete ya ujinini pete. Huyo usipomsikia ukajifanya jeuli ulipo yupo. Mtoto jini, mtoto jini, huyo mtoto jini, mtoto jini.